Karibu ndugu mpenzi msikilizaji, katika simulizi nilimpenda baada ya kifo. Simulizi yetu ya leo ndugu mpenzi msikilizaji, inasimuliwa kwako nami Baraka Elizio. Kuna mapenzi huja kama baraka, lakini pia kuna mapenzi huja kama mafunzo. Sikujua Neema angekuwa funzo kubwa zaidi maishani mwangu. Nilipokutana naye kwa mara ya kwanza, hakunivutia kwa uzuri wake, japokuwa alikuwa na sura nzuri sana. Lakini pia hakunivutia kwa sauti yake. Kitu pekee ambacho Neema alinivutia kutoka kwake, alinivutia kwa ule ukimya wake. Hata alipokuwa akicheka Neema, alikuwa akicheka kidogo, lakini pia alikuwa akiongea kwa upole. Na macho yake yalikuwa na huzuni sana, ambayo sikujua huzuni ile ilitokana na nini siku ile. Nilianza kumpenda Neema taratibu, kama mtu anayehofia kupoteza kitu ambacho bado hajakipata. Neema alinipenda kwa namna ya ajabu sana, japokuwa hakuniahidi kuwa tutaishi milele, lakini pia hakuahidi mapenzi yetu yangefika japo hata uzeeni, wala hakuniahidi kuhusu kesho. Siku moja Neema aliniambia, ukiahidi kunipenda, nitakupenda daima. Nilicheka sana, nilidhani ni maneno ya mapenzi tu. Sikujua kuwa lile lilikuwa ni onyo. Tulipokuwa karibu zaidi, nilianza kuona mambo ya kunitia hofu. Kwa sababu Neema alikuwa anachoka haraka sana, lakini pia wakati mwingine alikuwa anapumua kwa shida. Na wakati mwingine alinitazama kana kwamba ananikumbuka kabla hajanipoteza. Nilimuuliza mara nyingi sana, una shida gani Neema? Alikuwa anatikisa kichwa na kusema, nitakwambia tu siku ikifika. Mama yake, Mama Rose, alikuwa akinipenda sana, lakini macho yake yalikuwa na huzuni ile ile ambayo nilikuwa nikimwona nayo Neema. Kila nilipokuwa nikienda nyumbani kwao, alinitazama kwa macho ya huruma na sio macho ya furaha. Siku moja nilimsikia akisema kimya kimya, Mungu tusaidie. Sikujua anamaanisha nini. Neema mara nyingi alikuwa anapendekeza ndoa yetu ifanyike mapema, wala hakutaka kuwe na sherehe kubwa, na hata hakutaka harusi iwe kubwa. Alitaka nikubali tu. Aliniambia, nikingoja sana nitaogopa. Sikuelewa hofu yake ilikuwa nini. Nilidhani pengine anaogopa kupoteza mapenzi. Sikujua anaogopa kupoteza muda. Tulipofunga ndoa yetu ndogo mimi na Neema, Neema alilia sana. Watu walidhani ni furaha, lakini mimi pia nilidhani pengine ni baraka. Mama yake alilia zaidi, na machozi yake yalikuwa mazito sana. Na hata baada ya ndoa kumalizika, Neema alianza kuugua sana. Alikuwa anakaa kimya akinitazama, halafu ananibusu ghafla. Siku moja nilimuuliza, kwa nini unanitazama hivi? Neema alisema, nataka nikukumbuke ukiwa hai. Maneno yale yalinipenya kama kisu ndani ya moyo wangu. Usiku mmoja Neema alianguka ghafla na nilifanikiwa kumkimbiza hospitali. Nilikuwa nikitetemeka sana, lakini pia nilikuwa nikilia sana. Nilimwomba Mungu kwa mara ya kwanza kwa sauti ya kuomba maisha. Ndipo daktari aliponiambia ukweli. Daktari alisema, mke wako alikuwa anajua. Nikamuuliza, anajua nini daktari? Daktari akasema kwamba hata dumu. Nilikaa kimya. Nilihisi dunia inazama. Nilihisi kusalitiwa, lakini zaidi nilihisi kupendwa vibaya sana. Niliporudi wodini, Neema aliniona, akanitazama kwa macho yaliyojaa machozi. Akasema, samahani sana,
Nilitaka kupiga kelele lakini nilishindwa. Akasema, nilijua nitakupoteza mapema, lakini nilitaka nijue ina maana gani kupendwa na wewe. Baada ya kusikia maneno yale, nililia sana, japo sio kwa sauti, nililia ndani ya moyo wangu. Neema alifariki asubuhi ile ile akinishika mkono. Maneno yake ya mwisho yalikuwa, usijilaumu, nilifurahi kuishi ndani ya mapenzi. Lakini leo hii niko hai, lakini kuna sehemu ya moyo wangu imezikwa pamoja na Neema. Na kila nikikumbuka, najua baadhi ya mapenzi hayaji kukubakisha, huja kukufundisha. Mara baada ya Neema kuzikwa, nilirudi nyumbani. Nyumba ikawa kimya kuliko kaburi, kwa sababu nilirudi peke yangu. Sauti yake Neema haikuwepo, wala kicheko chake hakikuwepo. Hata harufu yake ilianza kupotea. Lakini maumivu hayakuondoka. Nilikaa kitandani siku nzima. Sikulia, nilitazama ukuta. Nilijihisi kama mtu aliyeachwa katikati ya dunia bila ramani ya kurudi nyumbani. Siku ya 3 baada ya mazishi, Mama Rose alinipigia simu. Sauti yake ilikuwa nzito. Alisema, Eric, kuna kitu Neema aliacha. Sikuuliza ni nini, nilijua. Nilikwenda nyumbani kwao jioni ile ile. Mama Rose alinipa bahasha ndogo ya kahawia. Haikuwa mpya, ilikuwa imechakaa. Aliniambia, aliandika hii kabla ya ndoa. Mikono yangu ilitetemeka. Nilihisi kama ninashika moyo wake. Nilipofika nyumbani, sikufungua mara moja. Niliiweka ile bahasha mezani. Nilikaa kimya kwa muda. Niliogopa kusoma, kwa sababu nilijua maneno yake yangefanya maumivu yawe halisi zaidi. Nilipovuta pumzi, niliifungua. Ndani kulikuwa na karatasi 3, zote zimeandikwa kwa mkono wake. Barua ya kwanza ilikuwa na kichwa cha habari ambacho kilikuwa kinasema, kama unasoma hii, nimeondoka. Aliandika, Eric mume wangu, kama unasoma barua hii, basi kuna jambo moja nataka ujue kwanza. Sikuolewa na wewe kwa huruma, niliolewa na wewe kwa mapenzi. Nilijua nitakuumiza kwa kuondoka mapema, lakini ningekuacha bila kukupenda, ningekuonea haki zaidi. Niliacha kusoma, machozi yalinitoka bila ruhusa. Lakini pia aliendelea kuandika kwa kusema, nilikuwa mgonjwa kabla hujanijua, lakini siku ya kwanza ulinishika mkono, nilisahau maumivu yote. Nilitaka nijue maana ya kuwa mke, hata kwa muda mfupi tu. Nilishusha karatasi chini. Nililia kwa sauti kwa mara ya kwanza tangu Neema afe. Barua ya pili ilikuwa fupi lakini nzito zaidi. Kichwa chake kilikuwa kinasema, mambo siyosema. Aliandika, sikukuambia kwa sababu niliogopa ungeondoka. Niliogopa ungeniona kama mzigo, na zaidi niliogopa usingenipenda kwa uhuru. Nilitaka nipendwe kama Neema, sio kama mgonjwa. Maneno yale yaligonga kama ngumi ndani ya moyo wangu. Nilimpenda sana, lakini sikujua mateso yake alikuwa akipitia Neema. Nilikamata barua ya mwisho, na ilikuwa ndefu zaidi. Ilikuwa na kichwa ambacho kilikuwa kikitoa maelezo ya kwamba baada yangu. Aliandika, Eric, usijilaumu. Nilichagua kuolewa na wewe, na ningefanya hivyo tena baada yangu. Utaumia, utachukia mapenzi, utajilaumu, lakini tafadhali usiogope kupenda tena. Upendo wako sio kosa. Mimi nilikuwa safarini, bali sio mwisho.
Nilipofika hapo, nilishindwa kuendelea. Nilikunja karatasi, nilijifunika katika uso wangu, nililia kama mtoto. Nililia sana sana, ndugu mpenzi msikilizaji. Siku zilifuata, nilianza kumuona Neema kila mahali. Kwenye kikombe chake alichokuwa akitumia, na hata kwenye kiti alichokuwa akikaa. Kwenye kimya cha usiku, nilikuwa pia nikimuona Neema, na nilikuwa naota ndoto. Na katika ndoto alikuwa ananitazama tu, wala hakusema neno. Na kila nikiamka, nilitamani nirudi usingizini. Watu waliniambia, utapona, usijali utapona. Lakini hawakujua sikuwa mgonjwa, nilikuwa nimevunjika. Siku moja nilichukua barua zake, nikazirudisha kwenye bahasha, nikazishikilia kifuani. Nikajua Neema hakuniachia maumivu tu, aliniachia jukumu la kuendelea kuishi. Lakini kuishi bila yeye kulikuwa kugumu kuliko kumwaga. Ndugu mpenzi msikilizaji, kama umesikiliza hadi hapa, tafadhali subscribe channel yangu ya Elizio Simulizi. Lakini pia usisahau kucomment, kulike na kushare, ili kuweza kupata sehemu yetu ya pili, ambayo nitakuja kukuelezea ni nini ambacho nilikuwa nikikiona katika ndoto. Asante.